Watu wengi wanaamini kuwa ili kumfanya mtu ajute, lazima upigane naye, umtukane au umwonyeshe jinsi unavyoumia. Lakini ukweli ni kinyume chake. Maumivu makali zaidi unayoweza kumpa mtu aliyekuacha ni kutokujali. Karibu tena kwenye chaneli yetu. Leo hatuongelei tu kuhusu breakup, tunaongelea kuhusu kurudisha mamlaka yako. Tunajifunza jinsi ya kubadilisha upepo kiasi kwamba yeye anaanza kuhisi kuwa alifanya kosa kubwa zaidi maishani mwake kukuacha uende. Kuna kitu kimoja ambacho ex wako anakiogopa kuliko kitu chochote, ni kukuona unastawi bila yeye. Lakini kuna mtego mmoja ambao ukiingia, utaendelea kuwa mtumwa wake milele. Leo nitakufundisha jinsi ya kuepuka mtego huo na jinsi ya kugeuza meza kiasi kwamba yeye ndiye atakayekuwa anakesha akiangalia picha zako huku akiumia. Pointi ya 5 ndiyo itakayokupa ufunguo wa uhuru wako wa kihisia. Hakikisha huikosi. Mbinu ya kwanza ni ya ukimya na no contact rule. Sheria ya kwanza kabisa ni no contact rule. Hii ina maana gani? Hakuna simu, hakuna meseji, hakuna like kwenye picha zake, na muhimu zaidi, hakuna kuangalia status zake. Kwa nini hii inafanya kazi? Kisaikolojia, mtu anapokuacha, anatarajia uanze kumfukuzia. Anajisikia yuko juu. Lakini unapokata mawasiliano ghafla, unaupa ubongo wake nafasi ya kuhisi upweke. Mapigo ya moyo wake yataanza kubadilika pale anapoona simu yake haistuki na meseji yako. Unamfanya aanze kupambana na ukweli kwamba hauna njaa naye tena. Kumbuka, huwezi kumkumbuka mtu ambaye yupo machoni pako kila saa. Hebu jiulize, mara ya mwisho ulipomtumia meseji ndefu ya kulalamika, alikujibu kwa heshima au alikupuuza? Na vipi kama kuanzia leo, ukimya wako ukawa ndio jibu pekee atakalopata kutoka kwako? Unadhani akili yake itaanza kuwaza nini baada ya siku 3? Mbinu ya pili, mapinduzi ya muonekano na afya. Pointi ya pili ni kile ninachokiita the glow up. Baada ya kuachwa, homoni za stress huwa zinatufanya tuhisi kuchoka. Usikubali hili litokee. Huu ni wakati wa kuwekeza kwenye mwili wako zaidi ya ulivyokuwa ukiwa naye. Gym na mazoezi sio tu kwa ajili ya shepu, bali mazoezi yanatoa kemikali za endorphins zinazokufanya uwe na furaha na ujasiri. Mavazi. Badilisha staili yako. Vaa nguo zinazokufanya ujihisi kama king au queen. Lengo letu hapa sio yeye akuone, bali ni kwamba ukijitazama kwenye kioo, ujipende mwenyewe. Na ukiingia kwenye sehemu za watu, mngao wako uwe ni kielelezo tosha kuwa huyu mtu amekuwa. Binadamu tuna tabia ya kutamani vitu vilivyoboreshwa. Ushawahi kukutana na mtu uliyemuumiza zamani, kisha ukamkuta amependeza na ananukia vizuri kuliko wakati mko wote? Je, hukuhisi kijiba cha roho na kuanza kujiuliza, hivi huyu ndiye yule niliyemwacha? Mbinu ya 3 ni mafanikio yasiyo na kelele. Watu husema mafanikio ni kisasi bora zaidi. Mimi nakwambia mafanikio yasiyo na kelele ndiyo yenye nguvu zaidi. Badala ya kuposti mtandaoni kuwa naanza kazi mpya, weka bidii yako yote huko. Ongeza kipato chako, jifunze ujuzi mpya, pambana mpaka upate kile cheo ulichokuwa unakitafuta. Kwa nini? Kwa sababu siku akisikia habari zako kupitia watu wengine, si kupitia wewe, ndipo atakapogundua kuwa maisha yako yameendelea kwa kasi ya ajabu tangu aondoke. Inamfanya ahisi kuwa alikuwa mzigo uliokuwa unakurudisha nyuma. Je, unajua ni kwa nini watu waliofika mbali kimaisha huwa hawapigi kelele? Ni kwa sababu matokeo yao yanajisemea yenyewe. Je, unataka yeye asikie kuwa bado unalia chumbani, au asikie kupitia watu baki kuwa umepata dili kubwa ambalo hakuwahi kudhani utalipata? Mbinu ya 4, kujenga maisha mapya ya kijamii. Muda mwingi watu wanapoachwa
wanajifungia ndani na kusikiliza nyimbo za huzuni. Hilo ni kosa. Anza kutoka. Kutana na watu wapya. Sio lazima uwe kwenye mahusiano mapya mara moja, lakini panua mzunguko wako. Posti picha ukiwa na marafiki, ukifurahia maisha, ukifanya vitu ambavyo hukuwahi kuvifanya mkiwa naye. Hii inamtumia ujumbe mmoja mzito: dunia yangu ilikuwa kubwa kuliko wewe. Akiona kuwa unaweza kuwa na furaha na watu wengine, ego yake itashuka na majuto yataanza kugonga mlango. Hivi unadhani anajisikiaje anapoingia kwenye mitandao na kukuta unacheka kwa furaha ya dhati na watu wapya, huku yeye akitegemea utakuwa umepoteza mwelekeo? Je, furaha yako inategemea uwepo wake au wewe ndiye unayetengeneza furaha hiyo? Mbinu ya 5: tumia sheria ya kutoonekana. Hii inafanya kazi kwa kutumia saikolojia ya uhaba. Binadamu huthamini kitu ambacho hakipatikani kwa urahisi. Ex wako anapokuacha, kisaikolojia anajua kuwa ukishindwa kwingine unaweza kurudi kwake. Hilo linamfanya asijute sasa hivi kwa sababu anahisi bado anayo remote ya maisha yako. Unapotoweka na kuwa adimu, unakata hiyo kamba. Unamfanya agundue kuwa mlango umefungwa na ufunguo umetupwa baharini. Hakuna kitu kinachouma kama kugundua kuwa access, uwezo wa kukufikia, uliokuwa nao umefutwa rasmi. Kabla sijaondoka, nataka nikuachie swali moja ambalo hutakiwi kunijibu mimi, bali ujijibu mwenyewe moyoni mwako. Je, kama leo ukiamua kupotea kabisa kwenye maisha yake na kuwa toleo lako bora zaidi ambalo halijawahi kuonekana, ni nani atakuwa amepoteza zaidi? Je, ni wewe uliyepoteza mtu aliyeshindwa kuona thamani yako, au ni yeye aliyepoteza mtu pekee duniani aliyekuwa tayari kumpenda bila masharti? Fikiria jibu la swali hilo kwa makini, kisha chukua hatua. Kupoteza mtu uliyempenda sio mwisho wa dunia, ni mwanzo wa wewe kujitambua. Usipoteze muda wako kulia kwa ajili ya mtu aliyekuona hufai. Tumia muda huo kujenga himaya yako. Nenda kabadilishe muonekano wako, nenda kapambanie ndoto zako, na zaidi ya yote, nenda kajiandikie hadithi mpya ambayo yeye hatakuwa hata na nafasi ya kuwa mhusika wa pembeni. Ikiwa video hii imekugusa, na kuomba ufanye mambo matatu. Subscribe ili uendelee kupata mafunzo haya ya kisaikolojia. Like video hii ili iwafikie watu wengi zaidi wanaopitia magumu. Asante, na tukutane wakati ujao.